Mambo vipi traders? Hopefully wiki kwenu ilikuwa iko poa kabisa kama ilivyokuwa kwetu sisi, kwa sababu uh, sisi kwetu mambo yalikuwa ni mazuri. Actually ni mazuri kwa sababu tuna more wins kuliko losses. Unaona, na hii hapa ni video ambayo nimeshare na share video hii kuonyesha namna wiki yetu ilivyokuwa kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, na trades zote ambazo tulikuwa tumezichukua, na trades zote ambazo tumewin, na trades zote ambazo tumepoteza. Kuna kitu ambacho nafikiri kwa namna moja au nyingine tukikiona hapa tunaweza tukajifunza kwa pamoja na kuona ni kwa namna gani tunaweza kumaximize profitability au consistency kwenye trades zetu. Sasa kwa kwanza tunaanza tuchukua trades tofauti kwenye pairs tofauti ambazo zote tutazipitia na mtaona. Kwa kwanza siku ya Jumatatu ya wiki iliyopita ambayo ilikuwa ni tarehe 13, kwa sababu Jumatatu ilikuwa ni tarehe 13, tulikuwa na trade ya kwanza ambayo ilikuwa ni hii hapa, ilikuwa ni hii Euro USD. Unaona, hii ndio trade ya kwanza ya siku ya Jumatatu. Unaona, trade ya pili hii hapa ilikuwa hii ni Jumanne. Unaona, trade ya tatu hii hapa ilikuwa ni siku ya Jumatano. Unaona, trade ya tatu, trade ya nne ilikuwa ni hii hapa siku ya Alhamisi, na trade ya tano ilikuwa ni hii hapa siku ya Ijumaa. Kwa Euro USD tumetrade karibi kila siku. Unaona, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa tumetrade Euro USD. Yaani hakuna siku ambayo hatujatrade Euro USD kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. So ukiangalia hapa Jumatatu tulikuwa na hii hapa very clear setup. Unaona, siku ya Jumatatu tulikuwa na clear setup hii hapa, tukachukua hii trade ambayo always mimi risk to reward ratio ni ya 1:2, not more. Yani siwezi kutoka nje ya 1:2, always. Unaona, kwa hiyo ukiangalia hapa risk yetu ilikuwa ni 15 pips ambayo ndio ilikuwa ni stop loss, na target ilikuwa ni 30 pips as usual, 1:2. Na ukiangalia trade ilienda kama tulivyotarajia na ikafikia target. Maana yake ni kwamba hii Jumatatu kwa upande wa Euro USD ilikuwa ni win trade. Then tukaja Jumanne na yenyewe vile stop loss ilikuwa ni 15 pips, target ilikuwa ni 30 pips. Unaona, kwa hiyo 1:2. Kwa hiyo hapa tuliondoka na full nasema 2%. Unaona, kwenye hii trade, na hapa pia tuliondoka na full 2%. Unaona, ambao tuliwin 30 pips. Na then next trade ilikuwa ni hii hapa, stop loss ilikuwa ni 50 pips. Stop loss ilikuwa ni 25 pips na target ilikuwa ni 50 pips. Kwa bahati nzuri au mbaya, nasema hii hapa tulipata loss ambayo unaweza kusema loss ya 25 pips, ambayo unaweza kusema in terms of percentage kama tuna risk 1%. Unaona, kwa risk 1% nasema ulipata total loss ya 1%. Then the next day ambayo ilikuwa ni Alhamisi, ni hii hapa trade ambayo ilifuata, ilikuwa ni sell trade ambayo stop loss ilikuwa ni 15 pips, then target ilikuwa ni 30 pips. Then hapa tukaondoka na a full 2%. Unaona, na siku ya Ijumaa tuliingia, haikuiti stop loss wala haikuiti take profit. Ijumaa yote ilikuwa ni consolidation. Unaona, kwa hiyo hii trade kuna baadhi ya wengine niliwaambia wafunge, lakini kuna baadhi ya wengine nafikiri muda ulikuwa umeenda wakachelewa kufunga. Unaona, kwa hiyo still hii ni tunaweza tukasema ni running trade, kwa sababu haijatutoa kwenye break even wala haijatutoa na stop loss. Unaona, kwa hiyo hii kwa mtu mwingine ambaye ameclose na few pips unaweza kukuta ni break even trade. Unaona, lakini hakuna ambaye amepata loss siku ya Ijumaa kwenye trade ya Euro USD. So hapa unaweza ukaona total wins kwa wiki nzima zilikuwa ni 1, 2, 3. Unaona, 3 trades hizi ni total wins. Unaona, unaweza ukaangalia 3 trades ni total wins. Unaona, wins, alafu trade moja ni nini? Ni loss. Unaona, out of 1, 2, 3, 4, 5, out of 5 trades. Then hii hapa kwa sababu wengine wali close na wengine bado ina run,
hii naweza kuhesabia kama, kwa sababu sio loss sio ranili, hii tunaweza tukaiacha, siwezi nikaicount kama ni break even, unaona, japokuwa kuna wengine niliwaambia Ijumaa kwamba wafunge, na kuna wengine nafikiri kuna wengine waliacha kwa sababu muda ulikuwa umeenda, nilichelewa kutoa update, soko likawa limefanyaje, limefungwa. Kwa hiyo hii tutaicount pale ambapo soko litakuwa limeopen, ambapo ni siku ya Jumatatu. Tutaangalia sasa hii trade ime kwa hiyo hapa unaweza kusema kati ya trades 4 za last week, unaona 4 trades, unaona 3 wins, 1 loss, unaona. Kwa hiyo kwenye hizi tuseme kwenye kila trade ambayo tumewin tumepata 2%, ina maana 2 times 2% times ngapi? Times 3, ambao ni almost ni 60%, unaona. Alafu hii 1 loss ni 1% loss. Kwa hiyo ukitoa tuna almost kwa Euro USD tumepata 5% for the whole week, na still bado tuna one trade ambayo ina run. Kwa hiyo hii trade hata kama ikihiti stop loss, still bado tunakuwa tupo kwenye profit ya 4% kwenye Euro USD. Kwa hiyo Euro USD na nili overall results tumeismash last week, tumewin, umeona, kwa upande wa wa Euro USD. Na hata ukija kwa upande wa pips, unaona, hata ukija kwa upande wa pips, kwa mfano hapa tulipata 30 pips, unaona. Ukiangalia hapa tuna 30 pips kwenye hii trade ya kwanza, 30 pips kwenye trade ya pili, tuna 30 pips kwenye trade ya ngapi, ya tatu tumepata loss ya 25 pips, ambao almost tunakuwa na 30 pips minus 25 na baki na 5 pips, ambao overall kwenye hizo trade inakuwa ni 35 pips, then ukiplus 30 pips inakuwa ni 65 pips, unaona. Kwa overall profits in terms of pips tuna 65 pips kwenye Euro USD. Kwa hata in terms of pips still bado tuko vizuri kabisa kwenye upande wa Euro USD. Then tukija kwenye next trade ambayo ni nafikiri ni GBP JPY. GBP JPY Jumatatu tulikuwa na hii hapa trade. Hii haikuhiti stop loss wala haikuhiti take profit. Hii tuli close at entry point. Kwa hiyo tunahesabia kama ni nini? Ni break even, japokuwa haikuhiti stop loss, ila muda ulikuwa umefanyaje, umeenda. Kwa sababu ilifika mpaka usiku, market still bado ina play out kwenye entry position. Kwa hiyo tunahesabia kama ni break even. Then the next trade ile kuja tulipata 40 pips. Unaona, tu risk 20 pips tukapata 40 pips. Hii third trade hii hatukuingia, hii tuli-miss kwa sababu ya nini? Ya muda, lakini yenyewe pia ilienda as expected. Na trade ya tatu hii ilikuwa ni break even, kwa sababu trade ilitembea almost 8% upande wetu, kwa tukadecide ku break even, then baadaye ikaja katutoa kwenye break even. Kwa hiyo last week kwa GBP JPY tulipata only 40 pips, unaona, 40 pips kwa GBP JPY, ila kwenye Euro USD tulikuwa na 65 pips. GBP JPY tuna 40 pips, umeona, only, ila the rest trades hizi zilikuwa ni break even. Hii hapa ilikuwa ni missed, unaona, kwa sababu nilishaiwekea mpaka tu risk to reward ratio kuangalia how it will play out, lakini actually hata hii pia na yenyewe pia ingetutoa kwenye break even market ilivyo retrace hapa, unaona. Kwa tuna break even 2 kwenye GBP JPY, ila tuna win 1, unaona. Huyo ni kwa upande wa GBP JPY, unaona, ambao almost hapa ilikuwa ni 2%, unaona, hii ilikuwa ni 2%. Kwa hiyo ukiongezea na zile zile 5% kwenye Euro USD tuna almost kama 7%, unaona, 7%. Huyu kwa upande wa wa Euro USD, unaona. Then tunakuja kwenye another instrument ambao tulitrade last week, ni gold, unaona. Gold tukianza kuifuatilia kuanzia Jumatatu, unaweza ukaona kuanzia Jumatatu tulivyoanza kutrade, manake hii tulitrade sana kwenye 15 minutes huku, unaona. Trade yetu ya kwanza Jumatatu ilikuwa ni hii hapa, ambayo almost tulipata 180 pips, unaona, tuna 180 pips, the same ni risk to reward ratio ni 2%, 1/2, unaona, 180 pips kwenye hii hapa. Then tukaja tuna 180 pips hapa tuna 180 trade ya kwanza. Trade ya pili ni hii hapa, ambayo tulipata ilikuwa ni 650 pips, unaona, 650 pips 650, 650 pips, unaona. The next trade ilikuwa ni hii hapa, ambayo ilikuwa ni 250 pips, 251 pips, unaona, 251 pips, unaona.
na hii ni trade ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, then tunakuja na kwenye trade ya Alhamis. Unaona, baada ya Jumatano tunakuja kwenye trade ya Alhamisi ambao ni hii hapa. Unaona, hii tulipata loss ya 100 pips. Unaona hapa tuna loss ya 100 pips, 100 pips. Unaona, then ukija kwenye trade nyingine, actually hii tulichukua mwisho ilikuwa ni Alhamisi. Ijumaa hatukupata entry yoyote kwenye gold. Unaona, kwa unaweza kaangalia kwenye gold the whole week tulikuwa na trade 1 2 3 4 ambazo ukijumlisha zote kwa pamoja tumepata pips ngapi. Unaweza tukaona hapa, ngoja nijumlishe huku kwenye calculator. Unaona, trade ya kwanza ilikuwa ni 180, unajumlisha 650, unaona 150, then plus 251, then una minus 100 pips. Kwa almost kwenye gold tu peke yake last week tumepata pips 981. Unaona, gold tu peke yake kwa last week, you can see. Unaona, pips 981. Unaweza ukaimagine ni pips kiasi gani. It means kwamba kwa lot ndogo tu ya 0.01 kwa gold peke yake mtu angeweza kutengeneza $98. Unaona, $98 kwa last week. Kwa hiyo hii ni performance kubwa sana, ni pips nyingi sana, pips 981 ambazo tulishindwa kuzipata kwenye Euro USD, kwenye GBP JPY. Actually pips kama hizi huwezi kuzipata kwenye currency, unaweza kuzipata kwenye gold tu peke yake. Unaona, kwa hiyo ukiangalia hizo ndio trades, pair tatu ambazo tumezitrade last week na tumemanage kupata hizo pips. Kwa hizo pips 981 ukajumlisha na pips 65 ukajumlisha na pips 40 za GBP JPY, jumla tumeweza kupata the whole week tumeweza kupata pips 1086. Just imagine, pips 1086 just in a single week. It means kwamba kwa lot ndogo ya 0.01 mtu alikuwa na zaidi ya $100 kwa wiki nzima, kama angeweza kumaintain risk na keep risk constant. Lakini kwa performance hii kuna mtu pia anaweza akachoma, na kwa performance hii kuna mtu pia anaweza akatengeneza pesa nyingi sana. Kwa nini? Ni kwa sababu ya poor risk management. Kwa sababu mtu anaweza akachoma trade hii moja ambao tumepata stop loss, mtu hapa ndo anaweza akablow account yote. Unaona, au kupitia trade hii moja mtu ndo anaweza akameki pesa nyingi sana, na pesa nyingi sana au pips nyingi sana tulizipata wakati wa nini wa hii fundamental ya CPI. Pips 1000 guys, sio mchezo. Hii inajaribu kuonyesha ni kwa namna gani jinsi tunavyo perform vizuri, performance yetu ilivyokuwa vizuri, na namna tulivyokuwa na discipline hasa kwenye upande wa risk to reward ratio. Kwamba kwenye currency za kawaida mara nyingi nimekuwa na risk to reward ratio ya 1:2, ila hii kwenye gold hizi ambazo unaona kuna risk to reward ratio ya 9, risk to reward ratio ya 5, hii ni kwa sababu ya news. Mara nyingi kwenye news huaga na expected price inaweza kaenda mbali zaidi endapo itakuwepo kwenye direction yetu. Kwa hiyo huaga sipendi kufanyaje kuweka target za karibu, huaga napenda niweke target za mbali. Unaona, that's why ndio maana unakuta nimekuwa na risk to reward ratio. Kwa mfano hii hapa kulikuwa hakuna news, kulikuwa na risk to reward ratio 1:2, na hapa kulikuwa hakuna news, risk to reward ratio 1:2. Hii hapa unaona 1:2, ila hapa kulikuwa na news, risk to reward ratio ya 1:5, na hapa kulikuwa na news, risk to reward ratio 1:9. Kwa hiyo you can imagine the way jinsi tunavyo trade news na namna ya kutrade muda ambao hakuna news. Kwa hiyo last week tulikuwa na pips jumla ya 1086, ambazo pips 981 ni kutoka kwenye gold tu peke yake, pips 65 ni kutoka kwenye Euro USD, na pips 40 kutoka kwenye GBP JPY. So guys, you are welcome kwenye Divine Forex Community, na kwenye description hapo nimeweka link ya our public channel ambako huwa na share sana signals za gold, lakini vile hakikisha una subscribe, una like na pia una comment. Karibuni sana kwenye community ya Divine Forex. Linki ipo kwenye description hapo chini. Tukutane next week kwenye weekly market outlook.